Baby. Sweetheart, amka. Mbona mapema hivyo? Umechelewa, amka. Saa ngapi kwanza? Saa 4. Oh. Choka. Suli muda safari alafu nilala mpaka sasa. Sio jana nimekesha sana jana. Choka. Ya vipi, umeshaandalia kila kitu bafuni? Ndio, nimeshaandaa kila kitu. Basi ngoja basi ngajimwagie maji chapu afu kuja kunywa chai. Sawa, amke. Sawa. Na vipi, mbona naona kama uko kwenye harakati za kuondoka? Maswali gani hayo tunaulizana? Kwani ni vibaya mimi nikikuuliza jamani? Haujanizoesha hivyo. Nimezoea unaondoka, unakuja tunaagana vizuri, unakunywa chai, ndio unaondoka. Makubwa. Wewe leo unakuja. Wewe leo ndio kunikaribisha chai? Hiyo chai na nini leo? Leo chai tayari. Sasa mimi kila nataka tumwambia nisikilize. Niongee kitu gani? Nimpende vipi huyu mwanaume? Haya, nipika chai, nimemwandalia chai vizuri ataki kunywa. Nafanya nini mimi? Mr. James. Habari za hapa? Salama. Hebu niambie vipi umefikia wapi ile show? Kiukweli bosi wangu, hali ya kweli sio nzuri. Kwa sababu kila ushahidi nimekusanya. Na yule jamaa mpaka sasa hivi bado yuko pale nyumbani. Ndio maana nikaona nikupigie simu uweze kufika hapa haraka. Maana bro anaonekana hapa. Nataka kuniambia kwamba kila kitu umekichukua? Kila kitu bosi wangu, kama ulivyoniagiza. Na una uhakika kwamba yule jamaa yuko nyumbani sasa hivi? Ndio, kwa sababu kazi imeshakamilika. Mimi naona ningekutumia kabisa hapa. Tufanye kitu kimoja. Mimi naomba namba yangu ya WhatsApp. Hiyo unipigia nayo. Naomba unitumie hapo, nikifika nyumbani hizo zinifikie. Sasa vipi kuhusu malipo yangu?
kuhusu malipo yako mimi huwa sikuangushi. Promise yangu iko pale pale. Ngoja nikamalizane na hilo alafu kesho asubuhi mapema sana. Sasa hivi ni usiku unajua. Namba yangu nakumbuka. Kila kitu kiko sawa. Naomba nikimbie kwanza. Sawa. Basi shukrani sana. Haya ndugu yangu. Karibu. Haya. Nikimbie kwanza. Sawa. Haya. Naomba msamaha mume wangu. Sitarudia tena. Naomba msamaha kijana wa watu. Hivi wewe ni mpumbavu eh? Kuona muombea msamaha huyo panyarodi wako. Una akili timamu? Unachokizungumza unajisikia? Nitakuumiza. I promise you, nitakuumiza. Mungu si. Unajua nimetafuta pesa kiasi gani mpaka kujenga hii nyumba? Unakuja kuleta mwanaume hapa kwangu? Mungu naomba msamaha, Mungu sitarudia tena. Na kuhakikishia kweli sitarudia tena. Please Mungu usifikie uko na umenichukuliaje mimi? Amneche. Please usifikie uko mume wangu. Naomba msamaha. Please. Na kuhakikisha kwa jina la Yesu usirudi tena Mungu. Kweli sirudi tena. No, unanitia nuksi. Naomba usimame. No. Simama bwana. Mungu siseme hivyo. Simama juu. Simama. Unajilizaliza nini? Hakuna ukweli wa Mwenyezi Mungu. Naomba utoke. Hakuna ukweli wowote. Mungu sifikie. Wewe toka. Nahitaji kupumzika. Toka bwana. Umbavu nini? Toka bwana. haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Sorry, the number you've dialed is not reachable. Please try again later. Samahani, namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali. Mungu wangu, sijui mume wangu atakuwepo wapi. Naomba umlinde huko alipo. Simu yake haipatikani, kaondoka hajaniaga. Sijui atakuwa amekutwa na jambo gani, na sio kawaida yake. Kweli napata hofu na mashaka. Mwenyezi Mungu, naomba umlinde huko alipo. Pia naomba unitie mimi nguvu, maana napata wasiwasi sana. Haya Bwana.
Leo utaniambia ukweli. Unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kilikufanya uje nyumbani kwangu? Unapataje ujasiri wa kwenda kwa mwanamke? Unapataje ujasiri wa kutembea na mke? Unaweza kuniambia? Yaani wewe ndio utakuwa mfano. Wewe ndio utakayehadisia wenzako. Uliwaza nini? Uliwaza nini kufanya upumbavu wako? Sitarudia tena bro. Nikupitia watu. Bado. Unajua uchungu wa mwanamke? Unajua uchungu wa mke? Naweza nikaamini wewe ndo namba moja, kwa sababu umeingia kwenye mikono mibaya. Utaondoka hapa mpaka nitakapoamua, lakini pia nitakufanya utakuwa mke wa pili, na hapo utaondoka mpaka nitakapoamua. Mke wangu, leo umenifurahisha sana leo. Wewe umeanza mambo yako ya ajabu. Hujatengeneza muda mrefu hivi. Wewe sema tu una njaa zako. Sio njaa, sasa mke wangu, unajua mimi najua kuchagua. Shem. Kule bwana. Sawa. Lakini pia leo na ujumbe wako. Ujumbe gani Shem? Nilipotoka mkutano na mwalimu kwa nafuatilia mambo yako ya shule. Wow. Bahati nzuri umefanikiwa kupata shule. Oh, thanks God. Ni wakati wako sasa wa kwenda kusoma. Asante sana Shem. Maana nilijua ndoto zangu ndo zimefika mwisho. Ila nashukuru sana kwa kunipambania na nikuahidi tu sitokuangusha, nitasoma kwa bidii kusudi kufikia malengo yangu. Kwa hiyo mwezi ujao nitakwenda shule. Kwa maandalizi nitakuwa yaanze sasa hivi mapema sana. Kwa sababu nimeongea na huyo mwalimu. Hata hivyo mwalimu amesema tumechelewa sana. Kwa hiyo anatakiwa wiki ijayo afanye shopping kila kitu ili aweze kuondoka. Form zipo hapo ndani kwenye drawer. Angalia kila kitu ambacho kinatakiwa kwa ajili yake. Mdogo wangu, umepata nafasi. Uitumie vyema. Umesikia? Sawa dada. Una bahati.
Mwenzio sikuwahi kupata bahati kama hii. Unapoenda shule ukasome. Sio, umenielewa? Sawa dada. Bahati uliyoipata ni kubwa sana. Mwenzako sijasoma. Sasa nafasi uliyoipata itumie vyema. Sikuangusha dada, ondoa shaka juu ya hilo. Na mimi nakuahidi, iwapo utafanya vizuri kwenye masomo yako, nitakupa zawadi nzuri sana. Zaidi ya hapo, tutakufanya wewe utakuwa ni mtoto wetu wa kwanza. Yaani nataka tumpe maisha ambayo hajawahi kutarajia. Sawa? Sawa. Yes. So, soma kwa bidii. Ni hayo tu. Mimi na haraka kidogo, nataka nifike mjini hapo. Najuta nimekukosea sana. Najuta kila hatua niliyoipiga bila wewe. Kila zamu yangu inanikumbusha jinsi nilivyokukosea. Moyo wangu unasihi msamaha wako. Hata kama sijui unaweza kunisamehe, ila moyo wangu unajuta kwa niliyoyafanya. Nimekuwa mwanamke wa ajabu, nisiyothamini upendo wako. Sistahili kwenye jamii. Maskini ya Mungu. Nitaiweka wapi sura yangu mimi? Najuta mimi. Najuta. Asante mama. Habari ya mchana. Najaribu kuwaza na kosa majibu yaliyo sahihi. Ni kweli huyu kijana na makosa makubwa, tena amenikosea sana. Lakini pia nikijiuliza, vipi kama akipata matatizo makubwa zaidi na yuko nyumbani kwangu, itakuwaje? Kuna kila sababu ya kumtafuta ndugu yake wa karibu ili niweze kutoa msamaha wa dhati kabisa aondoke nyumbani kwangu. I am so sorry my wife. Nadhani hii itakuwa ni hatima ya mimi na wewe. Ndoa yetu itafika mwisho sasa, na huyu kijana atakuwa huru tena. Naamini kama atakuwa hajajifunza kwa hili, daima atajifunza tena. Acha nione. Karibu. Karibu.
Habari za? Salama. Karibu pumzike. Asante sana. Kumbe kuna kaumbali sana huko. Sio sana kiasi. Alikuwa kidogo, naona kabisa anaenda kupotea hapa. Hapana, usingepotea. Sawa. Samahani kama nitakukosea. Natumaini wewe ni mke wa mtu. Ndiyo, mimi ni mke wa mtu. Labda naweza nikaonana na Mr. Hapana. Kwa kweli Mr. hayupo na alitoka muda mrefu. Mambo ya mihangaiko lakini. Sijui alipo kiukweli. Nimepambana kadri ya uwezo wangu kumtafuta, nimeenda polisi kutoa taarifa, nimeenda kwa mwenyekiti wa mtaa, nimeenda kwa balozi. Yaani sikupata fanikio la kumpata. Unajua wanaume tunahangaika sana. Kwa inawezekana labda kuna mahali alifika, labda simu nayo ikawa ina tatizo, kwa hiyo wanaume tunapambana sana. Lakini nahisi nitakuwa labda nina habari nzuri kwako. Mimi nafahamu mume wako alipo. Na hata namba yako nimeipata kwake. Japo ilikuwa ni ngumu sana kuipata, lakini ilibidi nitumie nguvu kwa ajili ya kuipata namba yako, kwa sababu si ni binadamu. Inaweza likatokea tatizo, alafu sio sawa. Kwa nikaona basi mtu ambaye ni wa kwanza kuweza kufahamiana naye, mtu wake wa karibu, akasema ni mke wangu. Kwa hiyo kama hautajali, nilikuwa natamani sana tuongozane ili tufike nyumbani. Samahani kidogo. Wewe unafahamu alipo? Na ulimkuta wapi? Na alikuwa kwenye mazingira gani? Unajua katika maisha watu wanapitia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo kuna changamoto alipitia, hatufahamiani, lakini ndio tukafahamiana kupitia hiyo changamoto. Basi yuko salama, lakini nikaona muda unazidi kwenda na mtu mzima, nikaona basi inabidi nipate mtu wake wa karibu ambaye anaweza kuja kumchukua kwa ajili ya kuendelea na maisha mengine, ila yuko salama. Kiukweli mimi inanipa wasiwasi kwa sababu siwezi kuondoka tu, yani nichukuliwe tu kawaida niondoke, yani ni amani. Alafu nikiangalia mume wangu mwenyewe ameondoka, sijui ameondokaje kwa mazingira gani na hivyo yani. Hapana. Mimi ni raia tu kama raia wengine, kwa sababu hakuna mhalifu ambaye anaweza kujiamini akafika nyumbani kwako. Ila kama hauna uhakika sana, pia tunaweza tukapitia kwa balozi tukampa taarifa hiyo ili tuondoke ukiwa na amani kabisa. Kwa hiyo kuhusu hilo mimi sina tatizo. Labda ufanye hivyo kwa sababu mimi pia sina imani sana na wewe. Sawa, basi kuwa na amani. We kama uko tayari tuondoke sasa. Okay, sawa. Ngoja nikabadilisha hizi nguo kidogo alafu. Sawa. Sawa. Chapo basi kidogo. Asante. Sawa. Karibu sana. Asante. Hapa ndo nyumbani. Jisikie uko nyumbani. Nashukuru sana. Ndo tumejificha hapa bwana. Umejitahidi. Kiasi chake tu. Karibu kiti. Nashukuru. Karibu sana. No. Huyo ni nani? Unatoa wapi ujasiri wa kuniuliza hilo swali?
Mimi ni mwanaume, huyo ni mwanamke. Kwa unapaswa kujua tu kwamba kuna mgeni hapa basi. Usukaniuliza maswali kijinga. Mke wangu, naomba unisamehe. Naomba unisamehe mke wangu. Nimekukosea mke wangu, naomba unisamehe mama. Nimekukosea nini mimi? Mungu, umekosa nini? Ni kipi nimekukosea? Ni kipi sijakupa? Mke wangu, naomba unisamehe, nimekukosea mke wangu. Nimekufanyia yote ambayo anahitajika kupewa mwanaume. Nimekulelea familia. Nimebeba karai mimi. Nimeuza mboga mimi ili kuficha aibu zetu. Lakini hukuweza kunisikia. Umeamua kuniacha mimi na watoto wadogo. Unisamehe, nimekukosea. Ona sasa, umepata ulemavu. Utaenda kuambia nini mtoto? Utaenda kusema nini kwenu? Nini? Unaona mke wako? Najua ulimisi sana. Nimemleta hapa kwa sababu nimetaka kukuonyesha umuhimu wa mwanamke. Lakini wewe umeamua kuja kwangu kwa ajili ya kuharibu ndoa yangu. Umeamua kuja kwa ajili ya kushare mwanamke na mimi. Kaka, samahani. Sijalisikia hilo neno vizuri. Please, naomba ulirudie. Samehe brother, samehe. Mume wako alikuaga anaenda? Hapana, hakuwahi kuniaga mimi. Hiyo siku alipotoka ndo alikuja hapa kwangu. Mimi nilikuwa nimesafiri. Akatembea na mke wangu, nikarudi. Bahati nzuri na mimi pia nilitengeneza mazingira kwa ajili ya kumkamata. Nilishafuatilia habari zake muda mrefu. Nikajua anakuja. Kweli mkuta, na hii ni adhabu ndogo sana ambayo nimempatia. Nisamehe mimi. Naomba unisamehe mimi kukukubali wewe. Nisamehe mimi. Kwani ungekuwa unaridhika na mimi, usingepata haya yote. Okay. Nashukuru sana. Asante mume wangu. Mimi ni mwanaume. Najitambua. Ni mwanaume ambaye huwa anaangalia kosa liko wapi. Mke wangu ndo ambaye ana makosa, ndo aliyosaliti. Huyu asingefika hapa kama mwanamke wangu angejua muhimu wangu. Basi huyu asingefika hapa. Lakini wakakutana wote wapumbavu, wakavaa upumbavu na mimi nikawavisha upumbavu. Kwa hiyo sijataka kumfanyia mambo mabaya zaidi. Hili linamtosha. Samehe brother. Mimi nimekusamehe kutoka moyoni. Kaka, asante sana. Mungu akubariki. Ni wachache sana ambao wanapata jambo kama hili na wakaacha kutendea kazi. Lakini wewe umeamua kumsamehe. Nashukuru sana. Mimi nawaruhusu, unaweza mkaenda. Kaka, nashukuru kwa sababu hata huyo mume wangu bado akili zake hazifanyi kazi. Ndio. Nashukuru.
Mnaweza mkaenda sasa nyumbani. Asante. Mimi naomba tuondoke kaka. Kweli. Asante. Kila la kheri. Zamu yako sasa. Mwanaume wako ameshaondoka. Mbaki wewe. Lakini bahati mbaya pia leo ni siku ya mwisho wewe kuwepo hapa. Haitaji uondoke. Nahitaji unielewe. Kitu ambacho siwezi ni kuendelea kuishi na kahaba humu ndani. Niko chini ya miguu yako, naomba unisamehe. Kosea, kwa sababu nitakutesa vibaya mno. Kweli naomba unisamehe mume wangu. Naomba msamaha wa dhati kweli. Hilo kosa mwanaume afanyiwagi hata kidogo kwenye maisha yake. Nitakusamehe yote, lakini sio kosa la mimi kushare na mwanaume mwenzangu kwenye kitu ambacho kweli. Naomba unisamehe mume wangu. Naomba msamaha wa dhati kweli. Sitarudia tena. Wewe. Naomba uondoke. Hapana mume wangu, nitaenda wapi? Mume wangu nitaenda wapi? Sitarudia tena. Wewe. Naomba uondoke. Okay. Unataka nini? Mume wangu mimi naomba nibaki na wewe. Nyumbani kwangu sikuhitaji. Naomba uondoke. Mume wangu tatalia mimi. Naomba uondoke. Naomba unisamehe. Naomba toka. Jinga. Wana chafu yako. Toka. Baki love.